mwanzo. Kwa hiyo jamani, kama kuna watu hapa mnaweza mka seti labda, maana najua kuna watu wako live kule kama Ngosha, kuna watu wengine. Kwa hiyo mtu ambaye ana simu mbili anaweza akawapasia watu wa kule. Wakati tunauliza maswali, tutakuwa tunachukua na maswali ya huko kwa kina Ngosha, kwa Nuruvasi kama yupo na nani. Tutakuwa tunachukua sehemu zote. Kwa hiyo kama kuna mtu ataseti na hizo live zingine, au kama mnanisikia mlioko kwenye live zingine huko, mnaweza mkawa na nyewe mnauliza maswali, kipindi cha maswali. Sio lazima tu hapa. Alafu na mtakao kuwa mnapanda kuuliza maswali, nataka mje muulize maswali. Tutaruhusu na kipindi cha maoni. Kipindi cha maoni kitakuwepo, lakini akimaliza Abili mje umaswali. Mkiweka maswali mnamtengenezea na yeye Abili anapata kutanuka zaidi. Inapendeza sana. Maoni tutaweka kipindi chake. Karibu Abili. Ya, asanteni sana ndugu zetu yote ambayo tuko hapa leo kwa ajili ya... Ngoja kidogo Abili, ngoja. Jamani, okay. Jamani, makopa kopa. Alafu na nini ulisema nini Abili ile? Like kopa kopa na hivyo vigift ili, yani ile itashindana na nguvu ya kumshusha alivyosema. Yani mwe mna like kwa upande wake, alafu kopa kopa na vi00 wakati nani lozi wakati anaongea ili wasimshushe. Asanteni. Okay, naweza kaendelea Abili. Alright, asante sana kaka Sama, vile tuko pamoja na watu zote tuko hapa bado. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia bado tuko na spirit ya aina moja bado mpaka sasa. Tunapata muda ya kuja hapa kwa pamoja na kuzungumza. Ni jambo la faraja na ni jambo ambalo linanifurahisha sana moyo wangu. Na pia namuomba Mwenyezi Mungu pia, kabla hatujakuwa tunaongea, atujalie tukue na busara, tukue na hekima, tusikuwe na kiburi, tusikuwe na jeuri pia, na maongezi yetu yawe yanaleta faida kwa kila mtu ambaye anasikiliza. Ikiwa anasikiliza kwa sababu tu anakuwa na roho yake iko mbaya, ama kwa sababu tu anasikiliza kwa sababu ya kwa raha zake, basi Mungu ajalie mazungumzo yetu haya ayatie baraka ndani yake na yakuwe na faida kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya kila maisha ya mtu ambaye yuko hapa na aliyekuwa hayupo. Niko na taarifa pia leo ndugu zangu, ambazo ni taarifa mpya ambayo tutakuwa tuna share kwa pamoja, na tutakuwa tunaulizana maswali, na itakuwa tunakubali na mtu nyingine zikuwa zinapanda tupate maoni mapya. Sasa ninapokea malalamiko mingi sana kwa sasa kwa sababu ya hizi mambo ambazo tunafanya. Watu nimekuwa na government criticize kanini namtaja Rostam Aziz, kanini tunaandika mabarua tunataja mawatu, kanini hatuziachii watu za dini pamoja na serikali zikuwe zinafanya mazungumzo. Hii masala hizi inakuja kwa ubalozi ya Marekani, balozi ya Tanzania nchini Marekani. Kwa mazungumzo za simu imekuwa wanapinga sana hichi kitu ambayo tunafanya. Lakini tutapata nafasi kidogo ya kuweza kujibu leo mambo mingi sana na kuzungumza mambo mingi sana kwa upana. Lakini kabla hatujaenda mbali, nilikuwa nataka kuhakikishia, kuguarantee, najua nadhani niko Kiswahili sahihi, nataka kumguarantee kila mtu ambaye
yuko na mpango ya kwenda kwenye maandamano, kwamba kwa mapenzi ya Mungu mtukufu na kwa mipango ambayo sisi binadamu zake wa kawaida tumeipanga, hakuna mtu hata mmoja ambaye ataweza kudhurika juu ya maandamano ambazo tutafanya kwa nchi nzima. Haya maandamano tuko na guarantee ya kila angle kwamba itakuwa maandamano salama. Sasa watu wa embassy ya Marekani wamekuwa watu ambayo wana criticize sana, na naambia vipi nitaweza kuwapea watu internet Tanzania wakati mimi siko Tanzania. Akanambia kama hiyo jambo hata kama itakuwa inafanyika, itakuwa ni jambo ambayo rasmi itakuwa naweza kuwa na nishtaki, kwa sababu mimi peke yangu nimecommit siji kisali yake kwamba nitafanya hiyo kitu, na wameniomba, hawajatumia lugha ya kuniomba, wameniambia moja kwa moja kwamba natakiwa niache na hizo story right away, stories za internet. Haya mazungumzo inatoka kwa embassy ya Tanzania, ni mazungumzo vitisho, lakini peke yangu najua nini naweza kugombana nazo. Mimi hawana haki ya kuniingilia nini ambayo inafanyika. Kesho asubuhi kwa time ya Marekani nitakuwa na simu nazo kwa watu za embassy, tutafanya argument kidogo kwa nini amenitisha, na kama wakikataa kuniomba msamaha, mimi nita-escalate hii issue, nitaenda kuwashtaki kwa State Department. Mimi kama raia wa US nimepokea vitisho kwa ubalozi ya Tanzania, na ninajihisi siko salama, na nitawaweka mawazi majina zao. Kwa hiyo nadhani vita inaenda vizuri sana, and niko na matayarisho mazuri, lakini ikiwa hawajataka kukiri kama wamefanya kosa, kwa sababu mimi itabidi nitawafungulia kesi rasmi na itakuwa wazi kabisa. Hiyo tuweke pembeni kwanza, tuendelee na mambo zetu. Ndugu zangu, naomba kuwahakikishia mambo matatu leo kwa ushahidi ya wazi. Jambo ya kwanza, leo naomba kuthibitisha kwamba nipo na uwezo ya kuipatia watu wanaandamana 1000 kwa wakati mmoja kuwa na internet ambayo speed yake ni ya 5G bila ya kutegemea network provider ya ndani ya nchi, bila ya kutegemea Vodacom ama Tigo ama whoever ambaye anatoa internet kwa ndani ya nchi ya Tanzania. Sasa kwa sababu tu imekuwa hii jambo mpya kwa masikio ya watu nyingi, kwa nachukua hii nafasi kuweza kuthibitisha leo ni nini hasa nafanya na inakuwa vipi, na pia tutapata, ijapokuwa tumeshauriwa tusifanye majaribio kwa sasa, lakini nitawaeleza kitu kidogo ambayo itakuwa faida kwa elimu ya Tanzania na pamoja na elimu ya watu ziko hapa. Kwanza kuna njia mpaka sasa, kwa mujibu ya elimu ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu ametupatia binadamu, kuna njia 4 ambayo unaweza kuwapa watu internet connection, ikikuwa kwa nchi nyingine ama continent, kwa bara nyingine ama kwa nchi nyingine, bila ya wale watu kutumia network provider. Njia ya kwanza ni njia ya satellite internet, ambayo hii ndio njia ambayo kwa sasa kwa dunia hii tunaishi sasa, ni njia ambayo number 1 inaongoza kwa guarantee kama mtu anaweza akawa yuko Auckland, New Zealand, na akawapatia internet watu walikuwa Tanzania. Na inavyofanyika, kuna kitu kinaitwa satellite space beams, either kwa dish ama kuna kitu inaitwa data routed, ambayo inakuwa station yake pale mji ambayo upo, bila ya kutegemea internet ndani ya nchi. Na wanaofanya hizi mambo kwa sasa ni Starlink. Kuna organization nyingine inaitwa OneWeb, tushawahi kutumika nayo, pia inatoa. Kuna yitu nyingine wanaitwa Viasat. Hizi jamaa za ubalozi labda enda kasome, na jamaa anaosema hii kitu haiwezekani, tunawatajia tu wakwe wanapata elimu.
na kuna nyingine inaitwa Geo and Leo providers. Hizi zote inawezekana kumpatia mtu internet bila hata kama atatoa SIM card, atatoa ile line ya simu yake kwa njia ambayo ya PROS, ndio unaweza mtu kumpatia internet kuliko bila ya kuweka simu yake. Sasa ndugu zangu, sisi peke zetu, kwa vile sasa tushakuwa na guarantee nini tunafanya na inafanyika vipi, si tatizo kuiongea. Ndugu zangu, mimi nitatoa internet masaa 24 kabla ya maandamano kwa system inayoitwa long range point to point radio links. Hii jambo najua watu nyingi mmekuwa mnashtuliwa vipi itakuwa inafanyika, vipi itakuwa inaenea. So tusubiri wape kidogo elimu ya zipi hizi mastori itakuwa inafanyika. Starlink kupitia Elon Musk walikuwa anajaribu kupata license, kupata license kama ruhusa, leseni in English, in Swahili leseni. Okay, kupata leseni hiyo kwa kuweza kuwapatia watu internet ya Starlink. Serikali ya Tanzania ikakataa hizo mambo. Na sababu iliyowafanya ikatae ni kwa sababu tu hii serikali ya Tanzania, kama vile nimewasomesha, wako na mpango wa kuwafanya raia zote ya Tanzania wakuwe primitive, wakuwe wajinga, ili watu wachache waweze kunufaika na ile keki ya taifa. Jambo ambayo sisi new generation hatuwezi kukubali kwa inafanyika. Kwa hiyo sisi tutatumia long range point to point radio links ambayo tutatoa hapa, lakini kwanza tutaifikisha Kenya. Na miji mikubwa ambayo itapata mpaka 5G itakuwa ile mji ya Arusha na mji Dar es Salaam. So kwanza kutoka hapa station yetu ya kwanza itakuwa Kenya, kwa sababu hii long range point to point radio links inakuwa na kilometers per hop. Hizi ni mambo zinataka uchambuzi sana kuwafundisha, lakini tunawapea wao peke yao waweze kuenda wakajisomee, wapate kujua kwamba nini tunafanya. Kwa hiyo tutatumia Kenya, tayari tuko na watu mzuri sana, na tushakuwa imeunganishika. Tushajaribu kwa Kenya, uzi jamaa wako tayari kuwa natajwa majina yao kwa sababu security, na Wakenya almost 300 inatumia almost every day kuona hiyo kitu inakuwa sawa. Na tutaipa hope ya kilomita angalau 10,000, 3,000 kuhakikisha mji yote inapata internet. Sasa kwa ile watu ambayo walikuwa bado wanauliza itakuwa inawezekanaje na watu watapatanaje internet, si hatutumie Starlinks bado, japokuwa ziko jitihada za karibu. Tunajaribu kufikia pia kampuni ya Starlink kuambia ikuwe inatupatia, na tunajaribu kutafuta good connection ya watu zinatumika pale. Lakini mpaka sasa tuko nayo tayari ya internet, na iko tayari ishajaribika kwa nchi ya Kenya, na wako watu wanatumia. Kama hivi sasa tunaongea, wako tayari watu wanatumia. Kwa ndugu zangu ambayo mutakuwa kwa maandamano, mimi nawaomba munipatie kitu kimoja tu ambayo nitakuwa na amani. Usiku ya maandamano, simu yako weka kwa charge, iwe full charge. Na kama peke yako Mungu amekupa baraka, umeweza kumiliki power bank, toka na power bank za kako ikuwe full. Bas, hiyo mimi ndo nataka. Ukuwe na smartphone, ikuwe na full charge, ukuwe na power bank. Tutakupatia internet ya hakika kabisa ya kutumia, ambayo haikuwi na uwezo wa kuganda na wala haitakuwa inategemea network provider ya ndani ya nchi. So watu wa government walikuwa na hii mastori ya kuhoji tutatumia nini. Sasa tushawambia kafanyeni hizo mambo. Kama mnataka kujipatia raha peke zenu, mtaweza kuona. Sasa ndugu zangu, hii ilikuwa ni taarifa ya kwanza. Taarifa pili ambayo
imeleta kidogo nadhani pia ni muhimu kuwaambia kila Mtanzania iko hapa ni hii moja. Sisi tunafanya maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo ya nchi nzima kabisa. Na hizi mambo tumejitayarisha vizuri sana kujua kila mtu atakuwa na usalama ya kutosha, kila mtu atakuwa na haki yake ya mawasiliano na kila mtu atakuwa salama. Sasa inaweza vile sasa tuko na habari kama Bwana Rostam Aziz yuko na safari hii wiki, anakuja anatarajia kuondoka yeye ama kwa watumishi zake. Kuna nchi wanaenda hivi kwa sababu tu ya kujaribu kufanya sabotage ya maandamano ambayo tunafanya, kwa sababu sasa wamekuwa na uhakika kabisa kwamba maandamano hii itakuwa ni kubwa na itakuwa maandamano iko moto. Ile mkono ya Samia haiwezi kushika sababu ni moto sana. Sasa wamekuja na plan ya kuja kufanya sabotage. Ndugu zangu, naomba kuambia jambo ambayo kila Mtanzania sasa atapata uchungu wa kuumia moyo wake na kuliza. Si kwa sababu tu niko na lengo ya kuumiza moyo wako, lakini bora nikupe hii taarifa ili tu kwa sababu ukuwa unajua kwa nini tunatakiwa tuiokoe nchi yetu. Kwa nini tunatakiwa tuwatoe hawa ma primitive na majambazi. Huyu mjamaa Rostam Aziz ambaye sasa anawatumia watu mimi wanihack wafanya haya mavurugu zote, kwa mujibu wa Forbes ya takwimu ya mwaka 2013 wanasema kwamba Bwana Rostam Aziz ana utajiri ya dola bilioni 1. $1 billion. Hii story sio story ile inatoka kwa zile inatoka kwa media za Tanzania. Hii sio story ambayo inaandika kama gazeti ya Tanzania. Hii ni story inatoka Forbes. Sasa bado kama hiyo haitoshi, kuna organization nyingine na waomba na funua macho mkwe mnaweza kusoma, inaitwa Henley and Partners Wealth, ambayo inakuwa inatoa report ya utajiri iliyokuwa haishikiki kwa watu ambazo zinaishi Afrika. Hii report imetoka 2022, inasema kwamba Bwana Rostam Aziz ile miaka yake 65 pia wanakiri kwamba anamiliki $1 billion. Najua kwamba inaweza kwa akili ya raia kawaida asiweze kunifahamu nikiwa nakwambia $1 million ni hela ngapi. Naomba nikuchambulie kidogo kwa faida zako, ili tu nikutie hasira sana na kunikutia machungu ukubali kutoka kwa tarehe 9 kuingia kwa maandamano. Tukizungumza kwamba huyu mjamaa anamiliki $1 billion, maana yake ni kwamba katika miaka 65 ya dunia yake ambayo kaishi, kila mwaka mmoja tangu kazaliwa, ile kazaliwa tu anatimiza mwaka mmoja, kila mwaka anaingiza kwa fuko yake $1 million. Sio milioni ya Tanzania shilingi, sio milioni ile ya hela ya Afrika. Tangu kazaliwa kila mwaka kwa hesabu ya kawaida, kwa maana nina breakdown hii $1 billion kaipataje. Maana yake kila mwaka mmoja inapita yeye anaingiza $1 million. Kama hiyo bado ndugu yangu hujaweza bado kunifahamu, maana yangu ni hii hapa. Labda unaweza kidogo ngoja nani Abil, ngoja okay, kidogo. Jamani, irekodini live. Rekodini live, hizi ni habari nzuri sana. Ambaye anaweza kurekodi arekodi. Okay, naweza kaendelea. Asante sana. Naomba kurejea hii habari, na nilikuwa sijataka kushambuliana na vijana za Rostam ambazo sasa imekuwa wananichukulia wanakuwa wanagombana na mimi kupitia emails zangu. Na of course hizi email wamepewa Ikulu, kwa sababu mi email nimetuma Ikulu Tanzania na nimetuma kwa mapolisi. Na hii email ambayo zo wanajaribu kuzihack, hii email iko protected. Si email ambazo kama watahack watakuta habari zangu. Hii email imefunguliwa kwa sababu tu ya kuparalyze serikali. Sio email ambazo utakuta mastori zangu mimi.
Na waomba sana government ya Tanzania, sisi vijana sio maadui za nchi yetu. Sisi ni majamaa ambazo tunapenda sana nchi zetu na tuko tayari hata kesho kurudi nyumbani, tufanye kazi nchi yetu, tujenge nchi yetu. Sisi siko maadui. Kwa hiyo wanajaribu sana kuhack emails yangu, kunifanyia mastori. Mimi si adui ya Tanzania. Mimi sio mtu ambayo nataka tufanye na ubabe na Tanzania. Sasa tumetaka taasisi mashirika ya kimataifa yaje yarusike kufanya uchunguzi juu ya utajiri ambayo anamiliki Rostam Aziz Kiziga pamoja na Bwana Abdul, kwa sababu tuko na sababu za msingi sana. Nitawapia hii mfano ya Rostam Aziz. Nimeambia kwa mujibu ya Forbes ambayo hii ripoti sio ya leo, hii ripoti ni ya miaka 10 imepita. Wanasema huyu mjamaa ni mtu ya kwanza East Africa kuwa na utajiri ya $1 billion, kuwa bilionea kwa dola, sio bilionea kwa shillings. Sasa mimi najua ndugu zangu inaweza mkapata kuwa na ugumu sana kufahamu hii hesabu, kwa sababu ukisema $1 billion inakuwa iko na maziro 9. Ni hesabu ngumu sana. Na hii report pia imethibitishwa na shirika nyingine inaitwa Henley and Partners. Hao pia anasema Rostam Aziz ni mtu ya kwanza imekuwa a billionaire kwa East Africa. Imagine. Rostam Aziz age yake kwa sasa ana miaka 65. Na anamiliki kwa miaka 10 imepita tayari ako na $1 billion net worth. Kwa maana yake ni kwamba kila mwaka Rostam Aziz anaishi kwa hii dunia, tangu amekuwa anazaliwa, maana yake kila mwaka mmoja anaingiza dola milioni 15,384,615.38 kila mwaka moja. Kweli hii kaweza vipi? Kwa jambo gani anafanya? Hata mashirika za ndege haziwezi kuingiza faida hii ambayo huyu mjambazi ameipata. Ana $1 billion ambayo hesabu yake ukigawa kwa mtu ina miaka 65, maana yake kila mwaka mmoja anakuwa anaweza kuingiza dola milioni 15,384,615.38. Kwa nini? Amepataje? Kwa jambo gani? Sasa ikikuwa labda hesabu ya mwaka bado inakuwa inakuumiza kichwa sana, naomba ni break down tena. Kwa maana yake ndugu yangu ni hivi: ikiwa huyu jamaa kwa mwaka anaingiza dola milioni 15, maana yake kila mwezi mmoja Rostam Aziz anaingiza $1 million na dola 2,882. Wakati wewe polisi, wewe jeshi, wewe usalama ambayo unatumwa ukaue wa jamaa, unalipwa hela Tanzania milioni 2 kwa sababu tu huyu mjamaa hawezi kupata ulinzi. Kwa mwezi mmoja anaingiza $1 million, dola milioni 1,282,082 anaingiza kwa mwezi mmoja ndani ya nchi Tanzania, nchi ambayo ni nchi maskini. Anapataje? Kafanya nini? Bado ndugu yangu, naamini kwamba inaweza bado ikakuwa inakupea shida nikikufahamisha hesabu ya mwezi. Nashuka tena sasa nitakupa hesabu ya kila siku. Ninamaanisha hivi: Rostam Aziz tangu anazaliwa, kila ile jua inazama na jua inakuwa kwa bahari, kila siku moja anaingiza dola 44,000 dola za Kimarekani. Hii hela wapi anapata? Nini hasa anafanya? Biashara gani kabisa ako nayo?
kama sio money laundering, kama sio kuhujumu uchumi ya Tanzania. Ndugu zangu, ninakuwa naomba leo, niko very emotionally, mnifahamu sana nini nasema. Kwa ufupi, Rostam Aziz kwa kila mwaka moja ambayo kazaliwa kwa hii dunia anaingiza dola ya Kimarekani milioni 15.3 na points kila mwaka tangu anazaliwa. Iko mwaka moja, mwaka miwili, miaka mitatu. Ili tu uweze kuipata hesabu ya $1 billion, huwezi kuipiga hii hesabu kwa miaka 20 iliyopita. Imebidi tumrejeshe tangu anazaliwa. Hii ndo hela ambayo anaingiza. Hakuna hesabu nyingine yoyote unaweza ukaifanya kwa miaka 10 iliyopita ama miaka 20 iliyopita. Hii tumefanya hesabu ambayo ya kila siku anaweza kuingiza dola ya Kimarekani 42,000 every day. Every day. Ndugu zangu, ndugu yangu ambayo uko na maisha ya kuteseka, ndugu yangu ambayo umekosa kwenda university Tanzania kwa sababu hauna hela, ndugu zangu ambayo unamjua mtu ameshindwa kufanyiwa surgery, kufanyiwa operation ya moyo kwa sababu tu kakosa hela ndogo ya kwenda kutibiwa India. Naomba ujue kwamba kuna Mtanzania kazaliwa Tanzania tangu mwaka 2013 anamiliki $1 billion. Ana utajiri ya $1 billion. Hii habari hatuwezi kukubali. Ni jambo ambayo hakuna maelezo inatosha kutuambia hizi majambazi hizi pesa wamezitoa wapi. Hakuna maelezo kabisa inatosha hawa jamaa kutuambia hizi pesa wametoa wapi. Maelezo ambazo tunaweza kutumia yakatosha ni kukubali kwa pamoja tarehe 9 Disemba tufanye maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo, ili kwa sababu tu kila mtu aweze kuwajibishwa na yule jambazi arejeshe hela kwa serikali. Niko na ushahidi nina sita kidogo kutoa hii shahidi kwa sababu tumewataka BOT ikuwe inakiri peke zake mpaka Jumatatu. Na ikiwa bado haijakiri nini ambayo tumeifanya, japo kuwa leo nitaeleza kidogo, tutarudi tena kuweka hii ushahidi hapa juu. Haya ni mambo ambayo mtu kama Rostam Aziz anafanya. Sasa jiulize swala moja. Je, huyu mjamaa kweli atakuwa tayari sisi tukue tunafanya maandamano? Mtu mwenye utajiri wa ukuwizi kama huu ataogopa vipi kutoa silaha sisi tukue tunauliwa? Yuko tayari kufanya kitu yoyote ile sisi tukufe ama tuonewe ama chochote ile yeye aweze kuwa salama kwa sababu tu ya huu utajiri ambayo yuko nayo. Ndugu yangu, nikisema $1 billion ni hela nyingi sana. $1 million maana yake ile milioni zikuwe 1,000. Yani uchukue bundle ya milioni dola moja ziwe 1,000. Sijui vipi naweza kuelezea. Hili jambo halikubaliki, na hizi ni mambo ambazo zinatokana na wizi mkubwa sana ambayo government yetu inafanya. Sasa tunaweza tukaje na swala. Vipi hii utajiri inaweza ikamnufaisha kila mtu ambaye yuko Tanzania? Ndugu yangu, naomba kuambia jambo moja. Tanzania tuko na utajiri ambayo tuko na guarantee ya kila raia Tanzania ambaye anafanya kazi kulipwa kwa hela ya dola kwa wiki, sio kwa mwezi, kwa wiki. At least ile mtu inafanya kazi ndogo kabisa ilipwe dola 500. At least hela ya Tanzania milioni 1. Hiyo jambo inawezekana kwa 100% chini ya 100. Na nitaweza kuwathibitishia kwa ufupi tu kama ifuatavyo. Tanzania tuko na madini ambazo naomba mnanifahamisha na kusudia mineral. Ni madini, ni madini. Sikusudia religion. Ni madini. Yes.
Tanzania tuko na madini ambazo sasa dunia nzima inazihitaji. As we speak, sasa hivi tunaongea, watu nyingi washafanya research, wamekuta hizo madini na zinatakiwa zitumike kwa ajili ya dunia. Kwa mfano naweza kuwatajia vitu ambazo ziko Tanzania na ambazo kwa hakika kabisa inaweza ikathibitisha kwamba at least kwa wiki moja tukue tunapata mtu anafanya kazi ile mshahara yake ndogo ya chini at least milioni moja Tanzania. At least milioni moja Tanzania. Kwa mfano ndugu yangu, naomba kuwapa habari moja. Tanzania ina kiwango ya gold. Hii iko very clear. Naomba tuweke pembeni. Hii inajulikana. Tanzania imegundikana kuna kitu inaitwa REE. Na waomba sana ndugu zangu mkue mkasome leo hii taarifa. Maana yake ni rare earth elements. Ni madini adimu ambayo inapatikana kwa dunia. Let alone hiyo story ya Tanzanite. Hiyo mastori hizo wachana nazo. Hii rare earth elements, unajua ni inatumika kwa mambo gani? Rare earth elements ni madini ambayo inatumika kwa watu ambazo mnaishi let's say UAE, Dubai, America na Europe. Hapa sasa hivi dunia yote ishabadilisha mifumo za magari. Magari inazalishwa, inakuja gari ya umeme. Ile za watu walikuwa Europe na America anaweza kuwa anajua nini nasema. Ukisikia kama Tesla wanatumia gari za umeme. Hawa wajamaa wanahitaji haya madini kwa gharama yeyote ile. Na ziko tayari kuchukua watu za nchi zetu wakawasomesha. Ziko tayari kuja kufungua makampuni kubwa sana. Lakini unakuta mjamaa mmoja kama Rostam Aziz, kwa sababu tu ni mjamaa ni mfisadi na yuko kwenye system, hayuko tayari kuzuia makampuni yoyote ambayo yuko tayari kuja kwa nchi, kwa sababu tu watu wachache wanufaike na hii taifa. Tuna madini inaitwa REES. Naomba sana kasomeni kama kweli iko Tanzania ama nawapa story ambayo ya uongo. Na kuombeni sana muende mkasome hii habari. Tuko na madini inaitwa nickel. Tuko na madini ambayo inaitwa cobalt. Ukisikia Russia, China, North Korea wanatengeneza Iran wanatengeneza nuclear, wanahitaji kitu inaitwa uranium. Tanzania tuko na uranium mpaka sasa inafanya mavyakula zetu zikuwe hazina ladha vile imejaa kwenye ardhi. Mpaka inachafua maji ya nchi yetu. We have uranium mpaka inachafua. Hizi mambo ndugu zangu zote zimekaa tu. Zote hizi zinazuiliwa na watu wachache. Hizi tunataka tunufaike sote kwa pamoja. Tanzania tuko na diamond, hakuna hesabu yake inajulikana. Hakuna hesabu yake inajulikana. Tanzania tuko na cobalt. Cobalt ni madini muhimu sana kwa sababu inatumika kutengeneza kila kitu ya electronic unajua duniani. Kila battery yoyote ambayo iko na lithium ion battery inatumia cobalt. Tuko na hii madini, hakuna hesabu yake inajulikana. Kila mtu kaja kafanya research, anasema hakuna kipimo, tunajua ni wingi yake ngapi. It's a lot. Kwa nini leo Tanzania tuna watu ambazo wanaenda kufanya makazi ya manyumbani kwa nchi kama Oman, kwa nchi kama Dubai, kwa nchi kama Saudi Arabia? Kwa nini bado mpaka leo tuko na watu Tanzania anashindwa kutibiwa maradhi ya moyo ya $10,000 ambayo Rostam Aziz anaingiza kwa sekunde 5? Kwa nini mpaka leo hatuna dawa? Kwa nini mpaka leo maskuli hakuna matable? Kwa nini mpaka leo wanafunzi hawana laptops ya kusomea? Kwa nini? Nini inafanya tukupitia hizi mambo zote? Tanzania tuko na graphite, imethibitika kabisa. Tuna graphite yenye tani milioni 18 kwa mkoa kama Lindi and Morogoro na Tanga. Tons, 18 million tons.
ukisema 18 million tons kwa sababu tu ile ya hesabu ya kidunia nzima, dunia nzima sisi tuko na 6% ya graphite. Sio Afrika. Naomba sana leo kuwe mnajua nini nasema. Na waomba sana. Sababu hii jambo ni inakutaka ufunue macho sana ujue nini nasema. Tuna graphite, ukichukua dunia nzima sisi tunachangia 6% ya graphite tuko nayo sisi Tanzania. Kwa nini tunaishi hii maisha? Sasa naomba kuonesha taarifa moja. Jamani, kopa basi, kopa unaona, kopa mweke nyingi, wamesha mbani tayari. Kopa tayari wamesha bani hapo. Shenzi hao. Wekeni makopa. Washenzi hao. Yaani muona Rostam Azizi ameagiza yale magari Columbia, yale magari ya kupiga kuua watu yale. Kayaleta yeye, yale vijana simu. Jamani, tumekwisha sasa. Uweni, tumewapa ruksa ya kuua. Na mnaona wameuliwa watu wengi. Kwa habari za wenyewe serikali wanasema vijana 300,000 waonekani mpaka saizi. Walikuwa wanatakiwa wafanye mtihani. Na mkiangalia wao uliwa wote watoto wa shule. Kazi ipo. Mama atajibu tarehe 9 tutokeni wengi sana mpaka yani wengi sana tupige hiyo nini hiyo inayoitwa protest paralysis. Kuna dadeki hiyo ya 3 hiyo anayosemaga nani hiyo protest hiyo ndio yenyewe. Acheni na hizo principle nini paralysis, hatutaki hizo. Hii ya mwisho hii. Mmeiona hiyo picha niliyoweka hapo? Mama wa Mexico uko na yeye kaipata surubu leo. Muona wa Mexico kule juu walivyo wengi. Wameenda mpaka Ikuru. Nuruvazi unaweza kaongea. Karibu. Endelea Sama, niko nakaribia home, muda so mrefu nani nasikiliza. Okay. Nondo zinakuja kama kawaida. Abiri amerudi tena. Abiri amesharudi. Piga maua huko, pigeni maua huko, weka makopa, weka vitu jamani, weka vitu huko, wanamshusha wanamrudisha. Lakini leo na anapambana nao. Pigeni vitu vya uhakika. Jamani, vitu vya uhakika. Gongeni kopa za kutosha hapo, aendelee. Gonga kopa za kutosha hapo. Kopa, alafu mnamtumia na vijifti na nini na huku kwangu mnaweka kulinda live. Leo naona nondo zinakawia, awambani leo tunapiga nondo za uhakika. Piga makopa ya kutosha. Okay. Hapa ametulia sasa. Nabil, karibu. Karibu Abil, unaweza kaendelea. Alright, asante. Ninaomba mnisamehe sana, ili bahati inakuwa inadondoka kwa muda nyingi, si kwa sababu inakuwa tunapenda, lakini kwa sababu za hizi mashambulizi ambazo zinakuwa zinafanyika. Kabla sijakuwa naendelea, ninaomba kusema hivi. Ninajua kwamba kabla hatukuja na hii wazo, kabla sijakuwa nimeingia TikTok, watu mwingi likuwa na mipango ya kufanya maandamano kwa njia ya fujo na mapetrol na mangumi. Lakini mimi sipaswi kushukuriwa kwa kuja na hii mpango mpya. Nadhani hasa tunatakiwa tumshukuru Mungu mtukufu kunijalia kuja na hii wazo, na pia kuituliza mioyo za watu ambayo imeteseka na kukubali kusikiliza hii idea. Na Mungu kwa sababu ya rehema zake akakuwa ameridhika hili wazo iwaingie vijana wingi ya Tanzania na waikubali. Tukue tunatumia muda mwingi kumwomba Mungu na kumshukuru Mungu, na kila jambo ambayo tunafanya tukubali kumweka Mwenyezi Mungu mbele sana na kwa unyenyekevu mkubwa sana, kwa sababu hata kama ingekuwa watu wamekataa hii jambo, hakuna maana kwamba Watanzania ingekataa kufanya barabara kwa masilaha, kwa sababu watu wamechoka sana
na wako tayari hata sasa hivi kufanya ubabe barabarani, jambo ambayo ingeumiza watu wengi sana. Tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia, kwa kutupea busara na hekima ya kuweza kupata mipango mipya na mipango ambazo zimekuwa sasa kwa hakika kabisa zimekuwa zinawakosesha furaha watesi wetu. Kwa hiyo hii jambo tumshukuru Mungu sana. Siku 2 na 3 imepita, tulikuwa tunalaani sana kwamba police ndio ilikuwa inani hack na inawadondosha ma TikTok, lakini tuko na ushahidi ya wazi kabisa kama hiyo contract amelipia bwana Rostam Aziz. Na ndio maana leo tukakuwa tumekuja kwa kuonesha ni jinsi gani huyu jamaa ni mchafu. Mtu mchafu sio yule ambaye mikono yake iko na uchafu kwa sababu anafanya kazi ngumu kama mimi. Mtu mchafu ni yule ambaye kwa sura yake anaonekana ni msafi, lakini moyo yake ni mchafu sana. Sasa hivi tumekuja kwa kuweka wazi historia yake, kwa sababu baada ya kukuwa na evidence kwamba yeye ndo anakuwa yuko na kitengo ambayo inafanya online patrol, ambayo inafanya patrol ya mtandao. Yeye ndo anadili nayo. Sijui kwa nguvu gani kaweza kuwa na access ya kufika TIS na hawa za jamaa na wakati yeye ni raia, lakini hii yote inaonesha kwa nguvu ngapi, kwa namna gani katiba yetu imekuwa imeoza na hatuwezi kuinusa tena kwa sababu ya harufu yake. Kwa hiyo lazima ni kitu ambayo lazima tuitoe mbele zetu, kwa sababu sio kitu tunaweza tena kuinusa. Na si katiba tu, hatuwezi tena kumnusa Samia, hatuwezi tena kuinusa CCM kwa sababu inanuka na harufu zake hatuwezi tena kutolerate. Sasa ndugu yangu, kuna huyu mjamaa ametuma email kama hivi. Naomba kuonesha hii taarifa. Kwa mfano, kweli mashambulizi ni makali. Yaani unajua nini? Sikilizeni mnaosikiliza hapa, mko 1700. Hii voice yake wanasikiliza wote, wanasikiliza Ikulu, wanasikiliza jeshini, wanasikiliza polisi. Yaani hivi mnapoona anaongea, wanasikiliza sehemu zote. Walimuletea taarifa watu wazuri, walimtafuta Abili, watu wazuri wakamwambia, bana kijana, tunakusikiliza mpaka kwenye ofisi kubwa. Yaani wewe unavyo. Kwa hiyo taarifa walishampa. Hapa wanamshusha, wanajitahidi kumbani hapa. Bado hawajambani. Lakini ngoja tuone hii tena, hii ya 3 hii. Hii ya 3 saizi watafanikiwa. Maana hapo umeona aliposema anataka kutoa taarifa lakini mimi sioni wanachofanya, kwa sababu akipata tena nanisi anakuja anatoa tu solution. Waondoke, waachie serikali basi, watoke kwenye serikali. Hii ndio jibu sahihi, ni kuachia serikali. Watu angalie tena kama amesharudi, wanamshambulia. Lakini leo tunapambana naye leo. Ombeni tu Mungu amesharudi. Watu walete kati. Subiri kwanza, tunakula vinanda kama kawaida. Kama kawaida vinanda. Kama nawaona mnao chukiaga mimi nikiongea hata dakika 2 mnaanza. Simwache, andikeni comment sasa. Je, fanya kazi yako. Ukimuona tu mtu anaandika, simwache, tandika nyundo. Je, na nikikuona hujapiga nyundo watu kama hao na kupiga wewe. Yaani mtu akiandika tu simwache kwanza, nitandikie nyundo. Kopa ziwe za kutosha. Karibu Abili. Au mnataka tucheke kwa mashine kidogo mfly? Nilikuwa naona ni bora kwanza nichukue break kidogo kwa kuilinda hii account. Nasikiliza hapa kidogo, alafu tuendelee pendisha na watu nyingine, tukue tunazungumza, alafu nasikiliza. Okay.